Biblia inasema, amini nawaambieni, yoyote mtakayoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni. Na yoyote mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa na mbinguni. Kwa hiyo kufungwa si kwamba kuna minyororo kwamba sasa nitapanda juu kule nifunge kabisa. Ama na hapa duniani si nichukue kitu gani nifunge. Mungu alichosema kwamba kila tutakachokifunga ama kukifungua ni kwa njia ya kusema. Kwa hiyo nataka nikutie moyo kwamba yoyote utakayoyasema yamekuwa yako. Na yoyote utakayoyakataa hayatatokea. Haijalishi unasema uko katika mazingira gani. Ukikataa ugonjwa hautakuja kwako. Na ile imani ukiwa nayo kabisa kwamba mimi ni nani? Mimi ni mwana wa Mungu. Na Mungu amesema mwenyewe kwa kinywa chake kwamba kila nitakachokifunga na mbinguni kimefungwa. Yani mbingu zimesikia na ardhi nimesikia, na hata shetani hataweza kufungua kwa sababu tayari nimepewa funguo za mamlaka. Kwa hiyo ninawatia moyo kwa maneno hayo, japo viko vifungo ambavyo vinaelezea habari ya kinywa ukitumieje na nini, lakini hili la kufunga na kufungua hii tuliyosoma Mathayo ni msingi mzima wa maisha ya mtu, kwamba kile nitakachokifunga kwa kusema kitakuwa kimefungwa, na nitakachokifungua kitakuwa kimefunguliwa. Nitakachokifuta kimefutwa kweli, nitakachokijenga kimejengeka kweli. Kwa hiyo nenda kwa mfumo huo huo wa kutii lile agizo la Mungu na neno la Mungu, na ukijua wewe ni nani. Ndio maana nakwambia sio kwa Yesu tuliokoka kuna faida, kwa sababu haya yote ningeajulia wapi kwamba mimi nina uwezo wa kutamka. Tunaona wengine wasiookoka wao wanakimbia kwenda kwa waganga wawatamkie. Ndio maana nimwambia nguvu ya kutamka ni kubwa sana. Mtu anakwenda kwa mganga wa kienyeji ili atamkiwe. Eti mganga, naomba unionee njia yangu. Naomba unionee biashara yangu. Na akishaona pale anakuambia ehe, unataka nini? Embu tamka. Wengine wanatamkaga hata katika ile sadaka. Itamkie maneno hii sadaka. Ina maana kwamba kunuia. Unapokuwa unatamkia neno ile sadaka, unazidi kuijenga na kuipa nguvu. Tunavyojua nguvu ya sadaka ilivyo. Kwa hiyo unaipa ile nguvu na uhalali wa kutenda katika madhabahu ile, unaona? Kwa hiyo ipo nguvu ya maneno. Tunachokwambia ni kweli. Tunachokwambia ni hakika. Ipo nguvu ya kutamka. Kama waganga wa kienyeji wanatamka na kwambia sema unachotaka. Aha, unataka mume wako umweke hapa. Haya sema. Akienda huko afanye hivi. Amsahau kabisa huyo. Afanye hivi na hivi. Na vinakuwa. Pale anakuwa anafunga. Anamfunga yule mwanaume kwa maneno yake na sadaka yake. Na inakuwa. Na sasa kama huko kwa shetani viko hivyo, nimekwambia hivi, Mungu alitupa uwezo, haijalishi unaitamka ukiwa kwenye mamlaka ipi. Maadamu ilishatolewa hiyo lazima itimie. Na hauwezi kuwa neutral, lazima uwe upande mmoja. Kama utaitamka hiyo nguvu ukiwa kwa shetani, shetani atakupa nguvu ya kutimiza kile. Na sisi ambao tuko kwa Yesu, ipo nguvu ya Roho Mtakatifu inayoenda sambamba na lile neno nalolisema. Kwa hiyo ninapolitamka neno linakwenda na ile nguvu ya Roho Mtakatifu direct kwenye kile kitu, kwenye lile lengo husika. Juu ya kazi yangu ninapotamka lile neno linakwenda kugeuza pale. Sasa kama kuna vifungo pale, nasema Bwana, ulisema utabariki kazi ya mikono yetu. Naomba unibariki, lile neno linakwenda pap na kwa ufunguo linafungua pale. Kwa hiyo inakuwa hivyo. Kama ni magonjwa nikisema ninatamka uzima, kwa sababu neno la Mungu limesema nitaweka mkono juu ya mgonjwa atapokea afya. Kwa jina la Yesu uwe mzima. Lile neno linakwenda na ile nguvu ya Roho Mtakatifu ya uponyaji, inakwenda kufungua papu na kumuondolea vile vifungo. Kwa hiyo neno, matamko, vinywa vyetu ni silaha kubwa sana. Na endapo tukijua jinsi ya kuvitumia, hatutakuwa jinsi tulivyo leo. Hatutakuwa namna tulivyo. Ulivyo wewe, nilivyo mimi, ni matokeo ya kile tunachojisema.